Akizindua kampeni hizo katika viwanja vya Akeri vilivyopo katika jimbo hilo la Arumeru Mashariki mkoani Arusha, amesema kuwa vipaumbele alivyonavyo vinalenga kujenga maisha bora kwa wakazi wa Arumeru Mashariki katika afya na miundombinu bora. Mtu aliye imara ni mtu ambaye ana afya bora. Kwa hiyo tutahitaji mfumo wa utiba kwa wananchi wetu uwe mfumo ambao ni endelevu uliopangwa vizuri, si maneno mengi tu kwamba tutafanya hiki wala kile, tunataka kuona uhalisia. La pili ni uchumi. Mtu asiye na uchumi hana sauti yoyote, unaweza kumpeleka unavyotaka. Tunataka watu wetu Mungu wape neema, wapate uchumi imara, wafanane na watu wengine mahali pengine duniani, watu ambao wanaweza kujiamulia mambo yao, wanakula na kunywa na kulala vizuri na kuona maisha yana thamani kwa sababu hawana njaa. Lakini katika kufanya hilo lazima uzalishaji. Lazima kufanya kazi kwa bidii, na kazi kwa bidii ndio itafanya mapato yaongezeke. Na ili waweze kufanya bidii shambani lazima wawezeshwe mbegu bora, pembejeo kwa namna ambavyo inawezekana ziwafikie watu kwa wakati husika. Ikiwa watu wote wanazalisha, wana chakula walipo, hawana haja ya kukimbia. Tungetaka watu wetu wakiwa na maisha ya kijijini wawe tayari kukaa kijijini, kwa sababu huduma zote zinapatikana kama zilivyo mjini. Kwa nini kwenda kwenye mji kwenye msongamano badala kwa kwenye hewa safi vijijini ambako kuna kila kitu, kuna umeme, kuna maji, chakula kipo na usafiri upo. Kwa upande wake, katibu wa ACT Wazalendo mkoa wa Arusha Bakari Ramadhani Huseni amesema chama hicho kimedhamiria kuwafikia wananchi wa jimbo hilo ili kusikiliza changamoto walizonazo ziweze kutatuliwa pindi mbunge wa chama hicho atakapochaguliwa na wananchi na kupata madaraka. Hatuwezi kuwafikia wananchi bila kukutana nao na kuzungumza nao na kuwasikiliza nini changamoto walizonazo. Lakini pia tunafahamu dhamira ya chama cha ACT Wazalendo kwa wana Arumeru Mashariki, dhamira ya Mheshimiwa mbunge mchungaji Anaeli Roia Nasari kwa wana Arumeru Mashariki ni kutaka kuwaweka sehemu salama. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba sehemu ambazo tutakazofika zote kadri ratiba itakavyotuonesha, tunafanya mikutano mizuri yenye kuwavutia watu, na kubwa zaidi ni kuonesha sera za chama zetu zinasemaje, kuonesha hoja zetu ni zipi kwa wana Arumeru, lakini na sio kuwa na maidi wengine. Lengo letu ni kutaka kuonesha kwamba tunataka kuitoa Arumeru Mashariki, kuitoa hapa ilipo na kuipeleka sehemu nyingine. Tunajua mambo ni mengi tulionayo, changamoto nyingi na Arumeru wanazo, lakini hatuwezi kufikia huko bila kuwafikia wananchi na kuwaeleza nini ambacho tunataka kuwafanyia. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki katika mkutano huo akiwemo Happiness Molel na John Makinko wameeleza baadhi ya changamoto zilizopo katika jimbo hilo ikiwemo ubovu wa barabara. Kwanza kabisa ana hofu ya Mungu, ni mchungaji ambaye ameniongoza, namuelewa, namjua, atatuletea maendeleo kweli kama vile anavyoahidi. Katika ufugaji tunamwamini, kwenye kilimo tunamwamini, barabara na maji pia. Yaani kwa ujumla anajua changamoto za wananchi wa Arumeru Mashariki, kwamba ataweza kututimizia na ahadi zake ni za kweli, maana ana hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaamini katika barabara ataondoa changamoto ngumu iliyopo, na katika ufugaji pia tunaamini kwamba anatufanyia mambo mazuri. Kampeni za leo nimeona ni nzuri, zimeendeshwa vizuri, wasemaji wote wameongea vizuri, na mimi kwa ushauri yangu naendelea kitaifa, nazungumza kitaifa kwamba zizungumze, yani kampeni ziendeshwe kistaarabu ambazo hazina matusi wala lugha zozote za makashfa kwa vyama vyote kuanzia tawala mpaka mwisho. Changamoto za kimaisha ni kwamba sisi hatuna barabara, umeme unakatika kwetu, maji hatuna, elimu ndio hivyo hivyo, unaambiwa kila siku yetu tunaambiwa elimu bila ada. Elimu bila ada wananchi wengi hawaelewi maana elimu bila ada. Kwa maana hii kuna michango kibao. Kutoka mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.